Mambo? Oh. Dada. Samani. Unanikumbuka? Yeah, nakukumbuka. Mrs. Kipenyo. Nyinyi ndo mlikuja kwangu siku ile. Lakini sikujua mlifuata nini na hamkuniambia kitu kabisa. Tulikuja pale. Tukawa tumeelekezwa kwamba wewe ndo mwenye nyumba. Lakini tulikuja kufuatilia tukajua kwamba ile nyumba ni ya Mzee Momba. Lakini baada ya kukuta msiba, kama tuondoke tu. Kwani dada? Wewe ndo tupo kikundi kimoja kule Black? Hapana. Hakukuwa hata na msiba siku hiyo. Unajua mimi mume wangu zesha sana. Chengine nilikuwa na wasiwasi, maana nina madeni. Nikahisi ni wale wadada wa Black, labda amenifuatilia nyumbani kwangu. Okay, poa, haina shida. Kaka, tayari umeshanikunia hiyo nasi? Shoga yangu, yamekukuta yapi? Tumeongea nini na umefanya nini? Nasikia umekutana dukani na mke wa Kipenyo. Hujaongea lolote lile. Haya, yamekusibu yapi? Haya, nani kakupeza habari? Shoga yangu wewe, watu watakunyima hapa. Hawezi kukunyima maneno. Nimeambiwa ulivyokutana naye, mlioyaongea haujachumakia hata kidogo. Kunisumbua kote kule, heka zote zile. Tumetolewa na Kipenyo kule nusu atukungute, yani. Alafu umekutana naye tu, yani hivyo mzima kweli? Kweli watu waambea. Lakini shoga yangu, sikuwa na haja ya kumsumbua yule mdada watu. Kwa sababu hata mimba yenyewe sio ya Kipenyo. Hebu niambie koma. Haya, kama sio ya Kipenyo ya nani? Kuna mkaka huyo. Nilikuwa nampenda. Asu tena amenikaa hapa. Yaani mkaka. Nilikuwa nampenda. Ndio maana kama kumbebea mimba yake. Ila sasa ni mume wa mtu. Na huyo mke wake anakopesha hii mikopo ya Black. Mary, acha masiala yako. Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo mimba sio ya Kipenyo? Huyo mume wa mtu ndio nani? Wewe naye. Ila shogangu sio kanichoma. Mary bwana, unajua kabisa lako langu, langu lako. Sasa nilichoma ili nipate nini? Nikuaibishe shoga yangu wakati najua kabisa unatembea na mume wa mtu. Hebu niambie bwana wewe. Nani? Sasa uwa bure mimi. Subiri nikuoneshe shoga yangu. Oya. Mary. Kwa hiyo huyu ndo mwanaume mwenyewe? Ndio. Yaani ndo insamu wangu. Huyu Taza? Umemjuaje? Subiri kwanza. Yaani huyu Taza ndo una mimba yake? Ndio. Unamaanisha? Namaanisha na mimba yake rafiki yangu. Hivi wewe una akili sawa sawa kweli wewe? Kwa hiyo mara yako umeona ule ziki kabisa mama kwenda kutembea na Taza wangu, si ndio? Ubeleke vipi wa mwanamke wewe? Mbona malaya kiasi hicho? Mangapi tumesaidiana mimi na wewe? Nimekufanyia vingapi Mary? Hivi kwa kutembea na bwanangu mimi bwana Mary wewe? Tafadhali. Mimi sijui lolote kama ni bwanako. Ningejuaje sasa? Unjui Nadhani Mary unijui vizuri. Sasa sikiliza nikwambie. Tena mbona nisikilize kwa makini. Hiyo mimba ole wako uzae. Yaani ole wako uzae, kwa usalama wako nenda mwenyewe ukaitoa hiyo mimba. Berina. Hiyo mimba ukizaa, lolote litakalo kukuta sitaki unihusishe. Na nitakufanyia kitu utakuja kunisahau mpaka unakufa. Nadhani unanijua. Shogangu. Wacha kutembea na mwanaume wangu mimi. Shogangu nini? Unaoshaga na mimi wewe? Usifishaga mtembea na bwanangu. Umembebea mimba afu shaga. Tafadhali. Wewe. Yaani nikusi lolote. Tulia basi shogangu. Tulia na nyoko. Berina. Hivyo Taza, una akili sawa sawa kweli wewe? Mimi sikuelewi, yaani unanitukana tu, unaongea maneno ambayo hayaeleweki. Sasa sikuelewi. Yaani siku ile nimekuja pale na kuletea mada za Meli, unajifanya umjui kabisa, ni ujui nini kinaendelea. Kumbe ile mimba ni ya kwako, si ndio? Wewe mwanaume malaya Umezurura kote huko umeona itoshi, sasa umeenda kumpa mimba rafiki yangu.
Hivyo kwenda kumtia mimba Mary wewe? Mimi nayo tumekaa miaka mingapi? Umeshindwa kunipa mimba, unafanya kazi ya kuvitemea chini, kule unavitemea ndani, si ndio? Kwa hiyo mimi siwezi kuzalia. Umeshindwa kwangu mpaka kwa mkeo, umeshindwa mama kwenda kwa yule malaya Bahamedi, si ndio? Lakini sasa ndio yashatokea, sasa nitafanyaje unafikiri? Mimi naomba tu unisamehe kwa kweli. Ndio yashatokea, hauna la kufanya, nikusamehe tu kwa kweli. Yaani sijawahi kujua kama Taza hauna akili kiasi hicho. Haujui cha kufanya, si ndio Haujui cha kufanya. Sasa nakuuliza, unanipenda mimi au unampenda Mary? Nataka mimba itolewe. Sitaruhusu azae aliyakuwa mimi mwenyewe nimedumu naye muda mrefu na wala sijabeba mimba yako. Unafanya kazi ya kila siku mimi kwangu kuvimwagia nje, kule unaenda kuvimwagia ndani. Kwani mimi napenda? Basi pole sasa. Pole. Watu watajaa sasa. Tunazungumza mimi na wewe. Unapenda sana kuchukulia vitu rahisi Nataka mimba itoke. La sivyo nitaenda kwa mkeo. Mary namuweza, mkeo namuweza. Nitamwambia kila kitu. Siogopi kabisa yani. Kwanza unanijua kama hapa nilipo nimechanganikiwa. Nataka mimba itoke. Sawa, nitafanya hivyo, hakuna tatizo. Yaani kila kitu kwako wewe hakuna shida, kirahisi tu. Kwa vile unajua mimi ni dhaifu kwako, unajua mimi nakupenda, ndio maana ni kila kitu tu haina shida. Unafanya kazi tu kutembeza ile bakula lako, haina shida, si ndio Sawa, mimi nitafanya hivyo, nitamtumia pesa. Sijakwambia umtumie. Naomba unipe mimi hiyo pesa, nikamchukue Mary nimpeleke hospitali tukatoe mimba. Sawa, nitakupa, usio na wasiwasi. Haya nipe. Nitakupa. Nipe sasa hivi. Sawa, nitakutumia. Mwenye makosa mimi nilompenda mtu kama wewe. Nilijuaga watu weupe wana akili, kumbe huna hata akili. Pumbavu mkubwa wewe. Tuma hiyo hela. Sawa, nitakutumia. Usio na wasiwasi. Unatuma shilingi ngapi? Nakutumia 250,000. Na 50. Okay, tayari. Hapo sawa. Sasa kama hivyo binti. Unajua kabisa we mpenzi wangu nakupenda. Hapa wewe jitawale, ni nyumbani kwako. Kwa kipindi hiki chote usiwe na shaka. Ila sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Unapokwenda sokoni kule, ukachukue nyama laini. Sio ile mifupa mimi sipendi. Kisha utakusanya na viungo. Karoti, hoho, vitunguu, nyanya, uje utengeneze kitu kama kile ulichotoa nyumbani kwako. Kile kitu kile mpaka kesho mimi nakikumbuka. Sawa. Basi wacha mimi niende sokoni. Haya, asante. Ni hivi. Huko unakokwenda angalia bwana. Wasije wakakuomba namba ukatoa. Sitoi namba bwana. Oho, tahadhari natoa hiyo. Watoto wenyewe hawana adabu mtaau bwana. Wanatakaga kucheki kila kitu nao wakapime tu. Mwaka huu. Bibi we. Vitu vingine pasa ufumbie macho. Kwa hiyo babu, ndio umeenda kubeba mpakome ule. Utakuja kufa na ugonjwa wa moyo. Yule mwanamke unaezana naye kweli wewe? Sisi wazee tena. Wanasema gari bovu linavutwa na gari zima. Kile kindi changu kichanga, bibi yako yule. Hivi kimfano bibi anarudi sasa hivi, utafanya nini? Sisi watu wazima tuna mipango yetu. Unajua ukiwa mtu mzima tu una namna za kufanya. Bibi yako hawezi kurudi hapa, lazima apige simu. Na vile vile hawezi akarudi bila mimi kumtumia nauli. Maskini bibi yangu kama namuona huko na mvi zake. Ila safari umemweza. Huyu atakuja kukuua. Visichana vidogodogo babu hivi. Na wewe utakuwa umesomea jeshi. Maana umri huo uliokuwa nao na huyu binti wenzako hata hawawezagi. Yaani wale ndio wenyewe akina katafunua, lakini yule sio kwangu mimi. Kwao wao ni wenzake. Hapa kwangu mtoto amefika. Mimi napata starehe za ajabu, na shikwa mie na kandwa hivi. Yaani naanza kuchoka kabla jambo lenyewe.
Sawa babu, mimi kwangu hata usiwe na wasiwasi. Siwezi kumwambia bibi. Yaani tena anajifanya kama sijamuona. Hata watu siku wakija kumbamba hapa na mimi nitajifanya kama nachungulia. Kama sijui hata kitu kimoja. Narudia tena iwe siri yako. Siwezi kumwambia. Sio akirudi hapa tena una cha kuongea. Sijui ana kisitobe, sijui ana kinini. Sipendi tabia hiyo. Mfuatilie tu watu wasiombe namba. Siwezi kufanya dhambi kama hiyo. Asante sana. Mwaka wangu wa kufaidi. Yaani paka akirudi mke wangu mimi nishanenepa ile mishatashata atakaonitengenezea yule mtoto. Afu na yule bwaku yule nitampelekea kwenye kibakuli kidogo aangalie, kwa sababu hivi vitu vinavyotengenezwa kama anavyovitengeneza mkewe